Katika historia ya Jamhuri ya Kenya, haswa katika sekta ya michezo, jina lake Conjestina Achieng' litasalia katika orodha ya mashujaa wa kupigiwa mfano. Leo katika kipindi chetu cha Drums of History, tunakuletea shajara ya The Rise and Fall of Conjestina Achieng'. Jina lake Konje litasalia katika vitabu vya kumbukumbu za historia. Kwa sasa Konje, kama anavyotambulikana na wengi, yupo anayapambania maisha yake katika kujikwatua kutoka kwa minyororo ya uraibu wa dawa za kulevya ambazo zimeyateka nyara maisha yake Conjestina Achieng'. Tukianza, tokea utotoni mwake Konje aliipenda michezo, haswa akiwa binti mchanga katika shule ya msingi ambapo aliwahi kiri kuwa alikuwa mwanariadha aliyewakilisha shule yao katika nyanja tofauti. Baada ya shule ya msingi, Konje aliwasi mchezo wa riadha na kuanza kuupenda mchezo wa soka, ambapo baada ya yeye kujiunga na shule ya upili, alijitosa katika klabu ya soka pale shuleni mpaka alipokamilisha masomo yake ya upili na kuhamia katika jiji kuu la Nairobi. Akiwa jijini Nairobi, wakati ule alipata kujinyakulia nafasi katika timu moja jijini ambapo alikuwa akicheza na timu ya mabinti wachanga nchini. Hapa ndipo alianza kupenda mchezo wa masumbwi. Nduguye Conjestina Achieng' akiwa ni mmoja wa wanandondi waliokuwa wakiwakilisha taifa na timu ya Kenya katika mchezo wa masumbwi mwaka 2000, ambapo wengi waliuona mchezo wa dondi nchini kama mchezo wa wanaume pekee. Conjestina alijitwika jukumu la kuikosoa jamii bila kujali yale wengi walioyasema. Konje akaanza kupokea mafunzo ya dondi kutokea kwa nduguye mkubwa Conjestina. Baada ya kugundua kipaji chake, alijitwika jukumu la kuwa mkufunzi wake mkuu katika uga wa boxing, ama ukipenda mchezo wa dondi. Muda si mrefu, Konje alianza kupigana katika vita zinazotambulikana kama amateur fight, ambapo alimenyana na wanawake wenza uwanjani. Kila pambano alilopigana Konje na kushinda, ndivyo taifa la Kenya na wapenzi wa mchezo huu walianza kuzimba sifa zake. Mwaka 2002, mwezi Juni, likiwa ndilo pambano la kwanza kubwa Conjestina alilokuwa apigane, likitambulikana kama not so amateur, alipokuwa akimenyana na mpiganaji mwingine kutokea nchini Kenya aliyetambulikana kama Naomi Wanjiku. Katika mkondo wa 4 wa mchezo, Conjestina alikuwa ameutoa ubingwa na bila kupoteza wakati akajitosa katika orodha ya kuwania taji la middleweight champion, ambapo pigano lake la kwanza lilikuwa ni dhidi ya Damaris Muthoni. Ila kwa wakati huu Konje asiponyoke na ushindi, ambapo pigano liliisha sare kwa sare. Ila Konje kwa wakati mwingine alikuwa kaanza kulichonga jina lake katika mchezo wa dondi, akipagazwa jina la The Hands of Stone katika kila pambano alilolicheza. Konje tokea hapo alikuwa anatawazwa mshindi. Vyombo vya habari nchini Kenya pamoja na magazeti zikaanza kulifuatilia jina lake Konje kwa ukaribu sana, huku pambano lake la karne likikaribia katika uwanja wa taifa wa Nyayo Stadium likawa limebisha hodi. Mwaka 2004, Conjestina Achieng' alipambania ubingwa wa Afrika dhidi ya mwanamasumbwi Jane Kavulani mwezi Agosti, ila akapata kupoteza. Mwezi Oktoba mwaka huo akapata kujishindia taji la Afrika kwa mara ya kwanza baada ya kupigana na raia mmoja kutokea nchini Uganda akitambulikana kama Fiona Tugume. Ila mwezi mmoja baadaye, baada ya yeye kupata kutawazwa bingwa wa Afrika,
Konje akaweza kuupoteza ubingwa wake katika pigano la kitaifa katika jiji la Arusha nchini Tanzania. Ikumbukwa Konje ndiye alikuwa mwanamke wa kwanza kutokea nchini Kenya kuweza kushinda taji la The African Middleweight Championship. Bila kupoteza wakati, baada ya kupoteza pigano lake na kupoteza ubingwa wake kama bingwa wa Afrika katika mchezo wa masumbwi, Konje akarejea kupambania ubingwa wake kwa mara nyingine katika uwanja wa Nyayo Stadium, wakati huu akimcharaza Fiona Tugume. Kwa mara nyingine akatawazwa bingwa wa GBU Middleweight Champion barani Afrika. Miaka iliyofuata Konje aliushikilia ubingwa wa Afrika kwa muda mrefu mpaka kumenyana na wapiganaji wa Marekani mwaka 2006 alipopata kupigana na mpiganaji kutokea nchi ya Marekani Yvonne Raines, na mwaka 2007 dhidi ya Laura Ramsey pia kutokea nchini Marekani. Inaaminika baada ya pigano lake la mwisho mwaka 2008 afya yake Conjestina ilianza kuzorota na ikambidi aweze kuaga uwanja wa masumbwi, ila mpaka ileo amna mpiganaji Afrika na taifa la Kenya kwa sasa amewahi kumdhibiti Konje, amewahi kudhibiti legacy ambayo Conjestina alipata kuiacha katika enzi zake akiwa kileleni. Ingawa nchini tumekuwa na wapiganaji wa kupigiwa mfano kama vile Fatuma Zarika, Conjestina bado anasalia kuwa mpiganaji nambari 1 wa kike aliyewahi kutokea katika nchi ya Kenya. Hapa tukitilia kikomo katika historia ya the rise and fall of Conjestina Achieng'. Nikukumbushe kwa sasa, ukiwa ni mwezi wa 4 mwaka 2024, Conjestina yupo katika one of the rehabilitation centers kule katika jiji la Mombasa, ambapo anapokea matibabu ndipo kuweza kudhibiti hamu ya utumiaji wa dawa za kulevya, ambapo hii ni mara yake ya 3 kuweza kurejeshwa katika hifadhi ile na katika zile hifadhi za marekebisho, ambapo aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko amekuwa akipambana kwa kila awezalo ndipo kumrejesha Conjestina katika hali yake ya kawaida. Mara ya mwisho alipotokea mle Konje aliweza kujipatia kazi katika security team ya aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko, ambapo alifanywa personal bodyguard wake Mike Mbuvi Sonko. Lakini baada ya kurejea nyumbani kwao, Conjestina akaweza kuslip back na kujipata katika ubugiaji na uraibu wa dawa za kulevya. Kwa sasa tunaamini atakapoondoka kwa mara hii itakuwa ni mara ya mwisho Konje kuondoka katika zile vituo za marekebisho na ataweza kuyabadili maisha yake kwa mara nyingine. Konje ni mtu ambaye skills za kwake ni skills za kupigiwa mfano. Ni mtu ambaye anaweza fungua kituo cha kuwafunza vijana wadogo ama mabinti wachanga mchezo wa boxing, maana ni mchezo ambao una hela sana. Ukiwataja matajiri zaidi ulimwenguni hautolikosa jina la Floyd Mayweather pale, jina lake Mike Tyson wakati alikuwa kileleni alitokosa pale, jina lake Muhammad Ali alitokosa pale, na wengineo ambao waliwahi jitwika ubingwa katika upiganaji wa mchezo wa masumbwi. Hivyo Konje needs to come back strong this time round. Ni hayo kwa sasa. Hapo ndipo tunatilia kikomo katika historia fupi ya Conjestina Achieng', maana acha nikwambie ukweli, mapigano ambayo Konje amepigana tukisema ni kuyahadithia yote hapa, basi video itakuwa ni video ya takriban dakika lisali moja kuelekea masaa 10 vile. Ni hapo kwa sasa, tuungane katika video zetu zijazo. Usisahau kusubscribe ndani ya The FM Show KE. Mimi niite Felix Mwenda, kipindi hewani ni The Drums of History.